Mlikuwepo eh? Mlisikia maneno aliyopiga mke wangu pale? Baada ya pale walienda kumsimamisha kazi. Wanatimiza wajibu wake. Ukitaka kumtafuta kwa Arusha, subiri mpaka bunge lirudi. Arusha oye! Na wakati natoka nyumbani, mke wangu, wangapi mlienda kwenye mkutano wa soko kuu pale? Mlikuwepo eh? Mlisikia maneno aliyopiga mke wangu pale? Baada ya pale walienda kumsimamisha kazi. Sasa na yuko nyumbani na ana amani kabisa, yani kabisa. Yeye yuko tayari, ameambiwa akiambiwa achague kazi na mume wake, anachagua mume wake. Tumeelewana? Na wanasema kwamba si hana vigezo. Sasa tukaulizana, kakosa vigezo baada ya kuongea jukwani? Miaka mitatu yote alikuwa navyo, lakini ndo kavikosea pale. Ameniambia kwa namna anavyowapenda na kwa sababu bado yuko imara. Aliniuliza, hivi hawa watu wakishachukua majiko ya gesi watabeba kichwani au inakuaje? Akaniambia na yeye pia anaomba awape nauli ya kubebea hizo gesi 5,500 kila mmoja. Ola City oye! Anaomba awape nauli ya kubebea gesi 5,500 kila. Hata yule ambaye hajapewa gesi pia niambiwa wako 261 nao pia watapewa nauli na mke wangu. Mwambie jirani yako akipandikiza chuki wewe panda upendo. Mwambie jirani yako hata kama unataka kugombea, njoo basi kwa utaratibu, usinyanyase watu. Tumeelewana? Kuna mjumbe mmoja wa kamati ya siasa anaitwa Asia, alikuwa yuko hapo Alumeru hapo. Eti kwa sababu aenda kwenye ziara za mbunge, wamemhamisha, wamempeleka kule Ngorongoro. Lakini mpaka leo bado yuko imara. Amebaki na msimamo wake ule ule, kwa sababu Ngorongoro sio mbinguni. Ngorongoro ni hapa hapa duniani. Alafu haya ni mambo ya mpito tu. Tunakwenda, kura za maoni zikiisha, uchaguzi ukiisha, maisha yanaendelea. Arusha oye! Daktari Samia oye! Mbona jirani yako Daktari Samia mitano tena? Maana nilikuwa najiuliza, kila mbunge ukisimama, mara umesemwa hivi, mara umenyanyaswa hivi, mara umeonewa hivi. Kumbe shida ni ubunge tu. Kama unataka ubunge, si uje uwanjani, watu wataamua. Una haja ya kunyanyasa mtu, una haja ya kumuonea mtu, una haja ya kumnyanyasa mtu. Jenga hoja zako, weka sera zako. Muda ukifika, mpira utaweka uwanjani, watu wataamua. Arusha oye! Wakati na muda ukifika tuchukue fomu tena tugombee. Arusha oye! Wako hata baadhi ya watu ambao tumewaunga mkono mwaka 2020, tumewasaidia kwa jasho na damu, lakini bado wanapita na watu wengine kwenye kata yenu wanashirikiana kunipiga vita. Mimi sitampiga vita mtu yoyote, mimi kazi yangu ni kuwaombea. Nitawaombea kwa sababu najua ubaya una tabia ya kujirudia. Nadhani mmenielewa. Ubaya una tabia nini? Ya kujirudia. Mtu aliyekutendea wema mlite wema. Usiingie kwenye mkumbo wa kumfanyia ubaya mtu ambaye hajakufanyia ubaya, kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani. Nadhani mmenielewa. Kwa mwenyekiti, mimi nilisema kweli nisisitize hilo, lakini nikupongeze sana wewe mwenyekiti wetu wa kata kwa kazi kubwa na nzuri unayoifanya. Mwenyekiti wenu ni mtu ambaye hana fitina, hana majungu, ni mtu aliyenyoka. Amepata bahati, amepata katibu mzuri, mtulivu, mzee wa watu, msikivu. Ni mtu mwenye hekima, mtu mwenye busara, na mtu ambaye hana makundi. Anashirikiana na kila mtu. Na wengi tulioko hapa ni zao la yule katibu, naomba pia tumpigie makofi. Lakini tunampongeza pia na mwenezi wetu James yuko hapa, ambaye kwa kazi nzuri aliyofanya ameweza kupata mpaka mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Lakini nawapongeza na wenye viti wake wote wa serikali ya mtaa, bila kuwasahau viongozi wote wa chama ngazi ya kata. Nimefurahi sana kuona mwenezi wetu hapa wa mkoa amekemea rushwa. Amekemea rushwa na amesema sasa hivi wakati bado wa kugombea, lakini tuna ushahidi kwamba wako baadhi ya viongozi wa chama ndani ya mkoa na ndani ya wilaya ambao wanapita na wagombea na wanatoa rushwa. Kwa hiyo ukiona viongozi wanaongea hadharani inatutia moyo. Sema tunaomba wanaoongea pembeni
na naongea kwenye chama pia yafanane, kwa sababu hiki chama kinasema nitasema kweli daima na fitina kwangu mwiko. Lakini kwa wale ambao wanapita nje ya utaratibu kutoa rushwa, nataka niwaambie chukueni hizo fedha, kwa sababu hamjawaomba, wamewaletea wenyewe, na wakati wa kula ndio huu hapa. Ninyi kuleni hizo fedha, na kama walikuwa wanawapenda miaka 5 yote walikuwa wapi? Wamekuja leo kwa sababu wanataka kuwanunua. Wakizileta kuleni, wakati ukifika nendeni mkachague kwa haki. Wangapi mmenielewa kwenye hilo somo? Watu wa Ola City mnatisha sana. Lakini mimi ni mbunge niliyoko madarakani. Diwani ni diwani aliyoko madarakani. Wenye viti ni wenye viti walioko madarakani. Sisi ni wajibu wetu kufanya kazi. Na hata kanuni inasema ya maadili. Nendeni mkasome ile kanuni. Mbunge aliyoko madarakani au diwani au mwenyekiti ataendelea kufanya shughuli zake. Kama anatoa nauli, kama anafanya chochote atafanya mpaka pale ubunge wako utakapoisha. Na kipindi atakapokuwa anafanya hiyo kazi haitahesabika kama ni rushwa, si ndio? Wangapi nataka mbunge aendelee kuchapa kazi? Arusha oye. Sasa mwenyekiti, nilipokea maombi mengi kutoka wanachama wenzangu, na kwa sababu muda wangu bado mpaka tarehe 27 na nimejipanga kuyafanyia kazi. Mimi na kampeni yangu nafanya nishati safi. Tumefanya kila mahali. Mimi siangalii chama peke yake, naangalia chama, naangalia pia na nje ya chama, kwa sababu mbunge ana kazi mbili. Ana kazi ya chama ndani ya chama na ana kazi ya chama nje ya chama. Tumetoa majiko ya gesi kwa walimu wote mnawafahamu wa jiji hili. Walimu 5,000. Angalia jiko moja la gesi ni shilingi 45,000. Mara 5,000 nilitumia milioni 225 kwa ajili ya kuwapa walimu wetu. Na nimemuona mratibu wa elimu yuko hapa, naye ni mwalimu. Hata wao pia walipata. Walimu wote bila kujali wa serikali wala wa kulipia, kwa sababu wanafanya kazi nzuri ya kusomesha watoto wetu vizuri. Kwa hiyo tuna haja ya kuwapa motisha ili waendelee kuwa na furaha. Wangapi mmefurahi kwa kazi hii? Lakini pia hatukufanya nje tu. Huko nje pia tumegawa majiko ya gesi kwamba nitilie kwenye masoko yote unayofahamu wewe. Tumegawa Kilombero, tumegawa soko kuu, tumegawa Samunge, tumegawa Mbauda, tumegawa Morombo, tumegawa kwenye stendi, tumegawa kila mahali na malisho waliokuwepo. Lakini tukamaliza hapo, tukaja pia ndani ya chama. Mabalozi wako hapo, mpunga mkono balozi huko. Mabalozi wako 1,300. Mabalozi wote tuliwagia majiko ya gesi. Si ndio? Wakati nawagia majiko ya gesi mlikuwa wajumbe nyinyi? Si mkuu wajumbe? Mwambie Gambo anafanya kazi zake, hata usipokuwa mjumbe anakugusa. Tuligawa majiko ya gesi 1,300 kwa mabalozi wote 1,300. Gharama yake ilikuja ni milioni 58. Tunataka kila balozi akiwa nyumbani afanye kampeni ile ya nishati safi. Lakini tuligawa majiko ya gesi kwa wajibu wote wa mkutano mkuu 800. Gharama yake ni milioni 36. Wajibu wa mkutano mkuu wa wilaya si mko hapo? Au mjawalika? Wako hapa Kama upo punga mkono hapo, mkutano mkuu wa wilaya. Ukiacha mabalozi wote. Naona wengi hawajaji hapa. Wako huko. Wote walipata. Milioni 36 tulitumia. Lakini nikapewa maombi. Tena maombi haya mwenyekiti, nilipewa maeneo mbalimbali. Kuna eneo moja nilikwenda, balozi mmoja akaniambia mbunge, ni kweli nilipata jiko lakini napata tabu. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia wale wajumbe wangu wale nikipita kushoto wako na mie. Nikienda kulia wako na mie. Kuna kazi nyingine nikiwapa wananiambia wewe ndio umekuona wa maana, nenda kafanye mwenyewe. Ni kweli Hapa pia ipo Sawa. Ngapi mnasema wajumbe balozi pia nao wanatakiwa apewe majiko ya gesi? Sasa wajumbe wa mabalozi wako kama 5,200. Kila mmoja ukimpa jiko la gesi ni milioni 234. Tumeelewana Hapo mwenyekiti kuna balozi wangapi? 72. Mara 4 nakuja ngapi? Nani mwenye calculator?